Bwana Yesu asifiwe. Nakusalimu katika jina la Yesu aliye hai, mtu wa Mungu. Mungu akubariki sana. Tunahubiri injili lakini tunafanya kazi. Tunahubiri injili na kumtafuta Mungu lakini bado tunafanya kazi za mikono. Leo nina neno moja juu yako natamani nikufundishe au niseme na wewe kifupi. Unapoweka malengo, unapotarajia kufanya jambo, hakikisha hilo jambo unalotaka kulifanya unaweka mkazo katika kulifanya. Siku moja nikasikia hadithi moja. Hii hadithi sikuielewa, lakini baada ya muda nilikuja nikaielewa. Mtu mmoja alinisimulia hadithi hii, akaniambia nyani akiwa msituni ana tabia hii. Mvua inaponyesha, nyani akiwa na watoto wake anawaambia watoto wake ya kwamba, wanangu, msimu huu tunaloana mara ya mwisho. Baada ya msimu huu kupita, mwakani nitajenga nyumba. Majira kama haya nitajenga nyumba. Baada ya kipindi cha masika kupita, baada ya mvua kuisha, nyani anasahau ya kwamba aliweka ahadi ya kujenga. Anaendelea kushughulika na mambo mengine, kula matunda na kuruka juu ya miti. Na baada ya masika kuingia tena, nyani na watoto wake wanaloana. Anapoloana anakuwa na ahadi ya kwamba kuloana huku ninakoloana hatuwezi kuloana tena wanangu. Mwakani tutajenga. Mwakani majira kama haya nitakuwa nimejenga. Na baada ya mvua kuisha, nyani anaingia kula mazao ya watu na matunda, anaendelea kufurahi na kusahau ahadi. Nini nataka kusema labda? Ukiwa na ahadi zisizo na mikazo, haziwezi kutimia. Kila baada ya njaa inapoingia, utakuwa na ahadi ya kwamba mwakani majira kama haya sitateseka tena na njaa, maana nitakuwa nimefanikiwa. Lakini baada ya majira na masaa na shida hiyo kuisha, unaingia tena kuendelea kufurahia na mambo mengine na kusahau ile shida. Baada ya shida kuja tena, unasema mwakani nitajitahidi, majira kama haya sitakuwa hivi. Nitaweka akiba, nitalima, nitajenga, haya mengine hayatanikuta. Lakini baada ya majanga ya kodi, majanga ya njaa, majanga ya magonjwa kupita, unajisahau. Ninaomba nikukumbushe, anzia hapo ulipo. Anzia hapo ulipo kufanya mambo makubwa. Na Mungu akubariki sana.